Mimi ni kaimu mkuu wa chuo cha mafunzo ya kilimo na mifugo Igabilo, lakini pia ni mwalimu ninayefundisha masomo mbalimbali kwenye taaluma ya kilimo kama masomo ya umwagiliaji, principles au kanuni za experiment, lakini pia nafundisha somo la tractor power. Sambamba na hilo, mimi ni kiongozi wa wenzangu kama mkuu wa chuo. Lakini kwa ujio huu wa siku ya leo, napenda nitoe shukrani za dhati kwa uongozi wa Dayosisi ya Kaskazini Magharibi, kwanza kutupa nafasi hii ya kuweza kuzungumza na waandishi wa habari. Lakini kwa namna ya pekee ni shukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kutusupport kupitia Wizara ya Kilimo, Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Wizara ya Maendeleo ya Jinsia pamoja na makundi maalum, na pia na Wizara ya Elimu ambazo tunafanya nao kwa ukaribu sana. Ndugu mwandishi wa habari, sambamba na hilo, chuo chetu kinayo malengo makuu manne. Lengo la kwanza ni kutoa taaluma kwa maafisa ugani wa kilimo na maafisa ugani wa upande wa mifugo. Aidha, tunatoa taaluma pia kwa maendeleo ya jamii, na hapa nikielezea kwamba chuo hiki kinatoa taaluma kwenye fani 4. Fani ya kwanza ni fani ya kilimo, fani ya pili ni fani ya afya ya wanyama na uzalishaji, na fani ya tatu ni fani ya uzalishaji wa matunda, mboga, viungo pamoja na maua, na fani ya mwisho ni maendeleo ya jamii. Katika fani hizi sisi nadharia darasani tunaunganisha sana na mafunzo kwa vitendo. Kwa hiyo lengo la pili la chuo ni uzalishaji, na tunafanya uzalishaji. Nikizungumza kwa kifupi sana, chuo chetu kina eneo la hekta 224 ambazo ni takriban eka 560 ambazo tunazitumia kwa ajili ya mafunzo. Katika uzalishaji, tuna uzalishaji wa mazao shambani, lakini tuna uzalishaji wa mboga, matunda na maua pamoja na viungo. Sambamba na hiyo, tuna uzalishaji kwa upande wa mifugo ambapo tuna ng'ombe, tuna nguruwe, tuna kuku, tuna mbuzi pamoja na sungura, na vyote hivi zinatumika kama experimental site kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo kwa wanafunzi wetu. Kwa upande wa uzalishaji, tunayo mazao ya kahawa, tuna mazao ya migomba, lakini pia tuna eneo la misitu, lakini tuna malisho kwa ajili ya wanyama wetu. Kwa upande wa wanafunzi, kama nilivyotangulia kusema, zipo fani 4, na katika hizi fani 4 tuna wanafunzi zaidi ya 400, na katika wanafunzi 400 zaidi ya wanafunzi 200 wamenufaika na mkopo kutoka bodi ya mikopo. Na hapa naomba niseme tu kutoa shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwawezesha wanafunzi wetu zaidi ya 200 kupata mkopo. Hapo awali ilikuwa ni shida kubwa sana kwa wazazi walezi kulipia ada zao. Wamepata nafuu sana. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuwezesha jambo hili la kupata mikopo kwa vijana wetu hawa ambao wazazi wao walikuwa hawana uwezo, wengi wao, wa kulipa kwa wakati na kuwawezesha kusoma. Lakini pia kwa hawa wanafunzi tulionao zaidi ya 400, namba kubwa ni ya wasichana, ambacho kinachotushangaza kwamba sasa hivi wasichana wengi wamekuwa na mwitikio mkubwa kusoma fani za kilimo na fani za mifugo, kitu ambacho kinapelekea kwamba, kwa sababu anayefanya kazi sana shambani ni mama, kwa hiyo imewasaidia sana kuweza kuzalisha kwa tija. Lakini pia inawezesha hawa vijana wakifanya mafunzo kwa vitendo waweze kujiajiri na baadaye hata kutoa ajira kwa watu wengine. Mheshimiwa mtangazaji, ninaomba nieleze kwa kifupi sana. Sasa hivi changamoto alionayo mkulima ni mabadiliko ya tabia nchi, ambayo ni changamoto kubwa sana. Ili kukabiliana na hii, wataalamu wangu pamoja na walimu na wanafunzi tumeweza kuwafundisha hawa wataalamu kukabiliana na hali hiyo kwa kutumia umwagiliaji. Zipo mbinu mbalimbali za umwagiliaji
Moja ni kumwagilia kwa kutumia njia ya mifereji ambayo tunaita fallow irrigation, lakini ipo njia ya pili ambayo ni ya kutumia vijaruba ambayo tunaita basin irrigation, lakini ipo aina nyingine ni ya kutumia umwagiliaji wa matone ambayo tunaita drip irrigation, na umwagiliaji mwingine ni wa kutumia sprinkler irrigation ambayo muda mfupi tumeiona. Njia zote hizi hapa chuoni zimetumika kumfundisha mwanafunzi ili aweze kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Na tunasema kilimo cha umwagiliaji ni kilimo cha uhakika, au kilimo cha uhakika ni umwagiliaji, badala ya kutegemea kilimo cha mvua ambacho kimekuwa ni kilimo ambacho kinatumika kwa mazoea na wakulima pamoja na wafugaji. Kwa hiyo tunawashauri vijana hawa wanaohitimu hapa wakapeleke mbinu hizi tulizowafundisha, wawafundishe wakulima na wafugaji kutumia kilimo cha umwagiliaji sehemu ambazo zina maji yanayopatikana, lakini sehemu ambazo zenye mito na sehemu ambazo zilizo karibu na ziwa, ili waweze kuongeza kipato na kukabiliana na hii hali ya mabadiliko ya tabia nchi. Lakini pia hapa chuoni tumekuja na mbinu mpya. Mbinu hii ni ya kutumia nishati ya jua ambayo tumenunua pampu, tumeweka pale kwenye mto na inavuta maji na kuyasukuma kuyaleta sehemu ya kumwagilia, ambayo imetusaidia sana kwenye shamba la nyanya ambalo limeonekana pale. Lakini pia wanafunzi wanatumia kitalu nyumba. Kwenye kilimo kuna aina ya kilimo ambayo inatumia kitalu nyumba. Ndani ya kitalu nyumba kuna hali ambayo imedhibitiwa, ambayo wadudu hawawezi wakaingia, lakini mwanga unaingia kwa kiasi ambacho kinachotakiwa, na mazao yanayozalishwa kwenye kitalu nyumba yanakuwa na ubora wa pekee. Hayajaathiriwa na wadudu, hawajaathiriwa na hali ya kawaida. Kwa hiyo tunatoa mwito kwa wakulima wanaozunguka chuo cha mafunzo ya kilimo na mifugo Igabilo kuzuru hapa kwenye chuo chetu kuweza kujifunza na kupata mbinu mbadala ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini sambamba na hilo, chuo chetu kinaomba wazazi, walezi walio na watoto wawalete vijana wao kusoma hapa ili wapate mbinu za kuweza kukabiliana na mabadiliko ya hali ya uchumi katika nchi yetu, ambapo wataweza kujiajiri, kuajiri watu wengine, lakini na kuongeza kipato badala ya kutegemea ajira za ofisini. Lakini pia walio vijiji vilivyo karibu na chuo, tunaomba wakitumie chuo hiki kuja kujifunza kwa kozi fupi au kuja kufanya ziara za mafunzo na kujifunza ili waweze kuboresha kilimo chao. Na Mheshimiwa mwandishi wa habari, naomba nitoe shukrani zangu za dhati kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Muleba ambaye anaendelea kutusapoti kwa namna kubwa kabisa. Baada ya kumwandikia barua kumuomba trekta, alituwezesha kutuazima trekta ambalo liko hapa takribani wiki mbili, tukiweka mafuta na kumlipia driver, na mpaka sasa hivi tumelima ekari takribani 40 ambazo zitakazotumika kwa ajili ya uzalishaji hapa chuoni, lakini pia kwa ajili ya uzalishaji kwa kuingiza kipato hapa chuoni. Kwa hiyo kwa namna ya pekee ni shukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia halmashauri ya wilaya ya Muleba. Na hapa ni mseme kabisa Mheshimiwa Isaya Mbenje ambaye ana upendo wa pekee, ameonyesha ule ushirikiano kati ya sekta binafsi na sekta ya umma, ambayo tunaomba na wilaya zingine ziweze kuitikia mwito huu.